Kipindi ninaokoka niliwahi kuulizwa swali moja na rafiki yangu. Akaniambia kwamba hivi ni kweli unaamini kijana anaweza kaokoka? Mimi nikamwambia ndio. Yeye akajibu kwa vishawishi vilivyopo mimi naona kijana hawezi kaokoka. Lakini nikamwambia inawezekana. Kwa nini inawezekana? Kwa sababu Biblia yenyewe imeandika wazi, ikasema mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Moja kwa moja linamaanisha kijana ana uwezo wa kuokoka na kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Kwa nipende kukushauri rafiki yangu ambaye bado hujakata shauri, bado hujapitia katika wokovu, ukubali Mungu akutengeneze. Kwa sababu gani? Haya yote yanayotokea, nafikiri ninyi wenyewe mmeona Tanzania hatukuwahi kuwa na maandamano namna hii, lakini mmeona kwa nini yanatokea haya. Ni vitu ambavyo Mungu aliwahi kuvitabiri vitatokea. Mtasikia nchi mahali na ni vita mahali, mtasikia njaa mahali, hata kula ambako hamkuzania vitatokea, lakini vitatokea. Ndio maana naona leo hii Tanzania tuko katika hali kama hii. Nini sasa mimi niweze kuzungumza ni kwamba muda tulionao ni huu, tuutumie vizuri, tutumie kutumika kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tutumike kwa ajili ya kumsikiliza Mungu na kuishi kile anachokitaka. Mimi nipende kukushauri rafiki yangu. Unajua kuna wengine wameshajikatia tamaa. Hata mimi nimepitia. Unaweza ukafika hatu ukasema hivi kweli kwa makosa niliyofanya nitasamehewa? Hata ukienda kuomba msamaha ukaomba rehema, kaombewa pale kaongozwa sala ya kuomba msamaha, unaweza ukajikuta bado moyo wako unakuhukumu, nasema hivi kweli nimeokoka, mbona kama bado? Lakini nikutie moyo, hakuna dhambi ambayo Mungu hajaisamehe. Alipomtoa Yesu Kristo kufa msalabani, Mungu alisamehe kila kitu. Uwe mvuta bangi, uwe nani, ukishamkiri na kumkubali unasamehewa. Kwa hiyo ndugu zangu, na washauri tukimbie kwa Yesu. Amen.